Upendo wa Mungu ni upendo wa ajabu sana, upendo ambao hauna kipimo, upendo unaovumilia, upendo usiotafuta mambo yake wenyewe. Mungu alipokuwa akimuumba mwanadamu, aliandaa utaratibu ya kwamba ikitokea mwanadamu ataanguka dhambini, basi asipotee milele. Na kwa sababu ya upendo huu, Mungu aliona namna ambavyo upweke atakaopata mwanadamu ikiwa atabaki dhambini, atakosa ule muunganiko, kwa sababu alimuumba ili apate kuhusiana naye. Na ndiyo maana maandiko yanaandika, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Umeweza kubaini ya kwamba neno linasema mwanaye pekee, si mwanaye wa pekee. Kama Mungu angemtoa mwanawe wa pekee, ina maana ana watoto wengine na huyo ndiye aliyemuona wa pekee. Lakini maandiko yanasema mwanaye pekee, kwa maana hakuwa na mwana mwingine wa kumtoa. Hapakuwa na uwezekano mwingine wowote wa kutoa kama kafara itakayofidia kwa wokovu wa mwanadamu isipokuwa Yesu Kristo pekee. Huu ndio upendo wa Mungu, akamtoa Yesu kwa ajili yetu, ili kupitia kifo chake tupate kuokolewa. Mungu anatupenda, Mungu anatujali, Mungu anatuwazia aliyo mema, na anatamani ya kwamba tulielewe hili. Ndiyo sababu anaendelea kujidhihirisha katika maisha yetu kwa njia mbalimbali. Je, utaendelea kuukataa upendo wake? Upendo mwingi usio na kipimo, upendo usiochoka unaokutafuta mahali popote ulipo, upendo ambao ikiwa utaukubali utabadili maisha yako yote. Ukubali upendo huu, ulete tumaini na amani katika maisha yako, na ukupatie mianzo mipya na hatimaye uzima wa milele. Mungu bado anakupenda.